Bwana Yesu asifiwe. Ninayo furaha kubwa ndani ya moyo wangu kwa sababu Mungu amekwenda kupatia nafasi katika mwaka huu 2026 kuwa miongoni mwa wale wanaofanya kumbukizi ya kukumbuka habari ya Pasaka. Tunapozungumzia Pasaka, tunazungumzia habari ya kufa, kuzikwa na kufufuka kwa Bwana Yesu Kristo. Na hiyo ndiyo habari njema. Nje na kifo cha Yesu Kristo, nje na kuzikwa kwa Yesu Kristo, nje na kufufuka kwa Yesu Kristo, hatuna habari njema. Na kwa sababu Yesu alikufa wakati wa sikukuu ya Pasaka. Sasa hapo ndipo sisi leo tunasema hiyo ndiyo maana halisi ya Pasaka. Lakini Pasaka asili yake ilianza katika nchi ya Misri, ambako wana wa Israeli waliishi miaka 450. Tunaposoma katika kitabu cha Kutoka kuanzia sura ya 12, yote inazungumzia maelekezo ya mwana kondoo au mbuzi atakayechinjwa na damu yake kupakwa kwenye miimo miwili ya milango na kizingiti cha juu cha mlango katika nyumba zote za Waisraeli. Na hilo lilikuwa linakuja kuwa ni pigo la 10 kwa watu wote wa Misri. Maana yake mzaliwa wa kwanza katika nyumba ya Misri, mzaliwa wa kwanza wa binadamu, wa mnyama katika nyumba za Misri alitakiwa kufa. Sasa ili kwa Waisraeli asife, aliambiwa wachukue mnyama asiyekuwa na ila tena wa mwaka mmoja, alafu amtunze kwa muda wa siku 14. Ukisoma katika ule mstari wa 5 hadi mstari wa 7 kitabu chetu cha Kutoka, unakuta yale maelekezo. Siku 14 zilikuwa ni za kumkagua huyu nyama kwamba anafaa. Na Mungu huwa anapenda sadaka iliyo kamilifu, isiyokuwa na mawaa, isiyokuwa na mapungufu ya aina yoyote au mazidio ya viungo vyovyote katika mwili. Huyo ndiye alikuwa anahitaji. Sasa aliyekuwa anapewa maelekezo haya ni Musa. Na kama ni Musa, ndiye aliyekwenda kuzungumza na wale wazee. Wanaambiwa ya kwamba yule mharibu atakapokuja, Bwana atakwenda kumzuia baada ya kuona ile damu. Lakini wanaambiwa ule ni utumishi watakaoishi wakiisha fika katika nchi ya Kanaani. Watakapoulizwa na watoto wao ya kwamba ni nini hiki, ni nini maana ya utumishi huu, watawaambia ya kwamba tukio hili limeanzia katika nchi ya Misri, na mahali hapa sasa ni kumbukumbu ya yale ambayo yalikwenda. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa sababu Kristo amekuja miaka mingi iliyopita akiwa ametanguliwa na Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji katika Injili ya Yohana sura ya 1 na ule mstari wa 29, napenda tusome mahali pale, anazungumza maneno yafuatayo. Mstari wa 29, sio 19. Mstari wa 29 anasema hivi: siku ya pili yake amwona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Yohana anamtambulisha Yesu Kristo kwa wanafunzi wake ya kwamba yeye ndiye mwana kondoo aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Na kama ndiye mwana kondoo aichukuaye dhambi ya ulimwengu, mwinjili Luka naye anatupatia maelezo sasa ya kila ambacho kinamfanya huyu aweze kustahili kuwa mwana kondoo ambaye anaichukua dhambi ya ulimwengu. Pilato anaanza kuleta matokeo ya ukaguzi wake. Huyu mwana kondoo aichukua dhambi ya ulimwengu. Kwa yaona haya, nabarikiwa sana kwamba Kristo aliweza kukaguliwa, akaonekana anafaa, anastahili kuwa mkombozi wetu. Injili ya Luka sura ya 23 na ule mstari wa 14 anasema, akawaambia, mtu huyu mmemleta kwangu kana kwamba anapotosha watu, nami tazama, nimeamua mambo yake mbele yenu, ila sikuona kwake kosa lolote katika mambo hayo mliyomshtaki, wala Herode, kwa maana amemrudisha kwetu. Basi tazama, hakuna neno lolote alilolitenda lipasalo kufa. Ukaguzi wa kwanza. Pilato amemkagua, Herode amemkagua ya kwamba huyu hana kosa la aina yoyote. Maana ili afanyike mkombozi kwetu, haitakiwa aonekane hana kosa la aina yoyote. Lakini ukaguzi wa pili
unapatikana katika ule mstari wa 20. Basi Pilato alisema nao mara ya pili, kwa vile alivyotaka kumfungua Yesu. Maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba aliona hana kosa la aina yoyote. Lakini ukaguzi wa mwisho ni katika ule mstari wa 22. Kawaambia mara ya tatu, kwa sababu gani? Huyu ametenda uovu gani? Sikuona kwake hata neno lipasalo kufa, basi nikiisha kumrudi nitamfungua. Ameshafanya ukaguzi wake, lakini kwa sababu sauti yao ilikuwa ya nguvu, kama tulivyosoma ule mstari 23, lakini wakatoa sauti zao kwa nguvu sana, wakitaka asulubiwe, sauti zao zikashinda. Maana yake hukumu aliyopewa Yesu Kristo si kwa sababu alikuwa na kosa, ni kwa sababu alistahili kuwa mkombozi wa ulimwengu. Sasa tunapokuwa katika kumbukizi la Pasaka, tujue kabisa ya kwamba kujua tu ya kuwa Yesu ni Pasaka yetu, bila kumwamini, bila kumpa nafasi katika maisha yako hakutoshi. Ili ionekane inatosha Yesu kuwa ni Pasaka yetu, lazima tufungue mlango, simame na ile andiko la Yohana sura ya 3 na ule mstari wa 16 ya kwamba kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe wa pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee bali awe na uzima. Kwa hiyo ili tuweze kuona Yesu ni Pasaka yetu, lazima tupate nafasi ya kumwamini, kumpa nafasi ya kutawala maisha yetu, aingie ndani ya mioyo yetu, aingie ndani ya maisha yetu, ili aweze kutuongoza. Na kwa kadri tulio nayo, au tangu kifo chake, anatuongoza kupitia Roho Mtakatifu, anatufundisha, anatuongoza, anatutia katika kweli. Mungu akubariki unapochukua hatua ya makusudi kumkiri Yesu Kristo kwa kinywa chako, kumkubali Yesu Kristo ndani ya moyo wako, na hapo utakuwa umeshapata nafasi ya kwenda mbinguni. Hata unapoingia katika tukio la kukumbuka kufufuka kwa Yesu Kristo, tunajua kabisa ya kwamba tunatembea katika yale ambayo Mungu amekwenda kuyapanga, na sisi tunayatimiza kupitia kifo cha Yesu Kristo. Tuombe. Ninakushukuru Mungu kwa sababu umekwenda kusema nasi neno hili katika kumbukizi hili la mwaka huu 2026, kapate kuwa na nguvu katika maisha yetu, tukijua wazi ya kwamba Yesu ulikufa msalabani, ukazikwa na ukafufuka kwa ajili yetu. Tuibebe injili hiyo na utumishi huo mpaka pale utakapokuja, katika jina la Yesu, amen. Mungu akubariki.